Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ulishakitambua kwa kitambulisho hicho. Sasa tumsikilize mchungaji Geoffrey Wanjala Munielo ambaye atatubariki na neno la Mungu. Nina furaha kujumuika pamoja nawe wakati huu Mungu ametupa. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Umodo, na kushukuru kwa uamuzi wa kutenga wakati wako ili ulisikilize neno la Bwana. Ni matumaini yangu kwamba Mungu ana kusudi nzuri juu ya maisha yetu. Mchungaji Geoffrey Wanjala Munielo ataendelea kufunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati, sura ya 31 aya ya 24 hadi sura ya 34 aya ya 12. Hii itakuwa ni baada ya wimbo ufuatao. Msikilizaji, namshukuru Mungu kwamba muda huu wote tumekuwa tukijifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati. Umekuwa pamoja nami. Najua kwamba umebarikiwa na kufahamu mengi yanayokuhusu kama mtoto wa Mungu. Leo hii tumalizia mafundisho kutoka kwenye kitabu hiki kwenye somo letu la leo lililoko kwenye sura ya 31, tukianzia aya ya 24 hadi ile sura ya 34 aya yake ya 12. Jinsi ilivyo, itakuwa vigumu kwa sababu ya muda kusoma maandiko yote. Kwa hivyo, kama vile umekuwa ukifanya hapo awali, nitakuuliza baada ya somo hili ugeukie sura ya 31 nawe usome hadi ile sura ya 34. Sehemu ya kumalizia sura ya 31 yahusu himizo la Musa kwa watu wale alipokaribia mauti yake. Neno lasema hivi kwenye aya ya 24 hadi 26: Basi ikawa hapo Musa alipomaliza kuandika maneno ya Torati hii katika chuo hata yakaisha, ndipo Musa akawaamuru Walawi waliokuwa wakilichukua sanduku la agano la Bwana, akawaambia, twaeni chuo hiki cha Torati mkiweke kando ya sanduku la agano la Bwana Mungu wenu, ili kiwepo kama shahidi juu yako. Msikilizaji, elewa kwamba neno hili lizungumziapo kitabu haina maana ya kitabu jinsi tulivyo navyo leo hii. Naamini kwamba walitumia gombo wakati huo. Napenda kukukumbusha kuwa sehemu hii ya maandiko ni maneno ya mwisho ya Musa kwa watu wale kabla ya wao kuingia katika nchi ili kuimiliki. Na kama alivyofanya babaye Yakobo, Musa aliwaita wakuu wa makabila yote ya Israeli na kuwakusanya mbele yao ili anene nao. Hayo ndiyo twayapata kwenye aya ya 27 hadi 30, ambapo neno la Mungu lamalizia sura hii ya 31 kwa maneno haya: Kwa kuwa uasi wako na ujua na shingo yako ngumu, angalieni, mimi nikali hai pamoja nanyi leo. Mmekuwa waasi juu ya Bwana, siuze nitakapokwisha kufa. Nikutanishieni wazee wote wa kabila zenu na maakida yenu, ili niseme maneno haya masikioni mwao na kuwashuhudizia mbingu na nchi juu yao. Kwa sababu najua baada ya kufa kwangu mtajiharibu kabisa na kukengeuka katika njia niliyowaamuru, nayo mabaya yatawapata siku za mwisho, kwa vile mtakavyofanya maovu machoni pa Bwana, kumtia kasirani kwa kazi ya mikono yenu.
Musa akasema maneno ya wimbo huu masikioni mwa kusanyiko la wana wa Israeli hata yakaisha. Katika kila hali utakubaliana nami kwamba maneno aliyonena Musa zaidi ya miaka 3,000 iliyopita ni hakika, tena ni kweli hata sasa. Ni kweli kuhusu jamii ya mwanadamu nzima, na hata Mungu afahamu kuwa bila yeye kuwepo miongoni mwetu tutajiharibu wenyewe. Iwapo hauamini hili, tazama hapo ulipo na yale yanayotendeka. Hebu tugeukie sura ya 32 tusikie wimbo aliyouimba Musa. Taifa la Israeli walihitaji kujifunza wimbo huu na kuuimba siku zote kama wimbo wa taifa. Ni wimbo waliopewa na Mungu. Ni sharti kila Mwisraeli kuimba wimbo huo na kuwafunza watoto wao pia. Nyimbo, kama vile twafahamu, ushawishi wake ni mkubwa sana kwa kila asikiaye. Leo nyimbo nyingi zimewafanya watu kuwa jinsi isiyohitajika kutokana na maneno yaliyomo. Wimbo huu waanza hivi kwenye aya ya kwanza: sikilizeni enyi mbingu, nami nitanena, na nchi isikie maneno ya kinywa changu. Bwana Mungu aliita mbingu na nchi kuwa shahidi kuhusu masharti ya watu wale kuwepo katika nchi hiyo. Unaposoma kwenye chuo cha nabii Isaya, alipotaka kuwaondoa katika nchi, alinena maneno haya haya kama vile ilivyo kwenye sura ya kwanza mstari wa kwanza na wa pili, zisemazo hivi: haya ni maono ya Isaya mwana wa Amozi aliyoyaona katika habari za Yuda na Yerusalemu siku za Uzia na Yothamu na Ahazi na Hezekia wafalme wa Yuda. Sikieni enyi mbingu, tega sikio nchi, kwa maana Bwana amenena, nimewasalisha watoto na kuwalea, nao wameniasi. Msikilizaji, Mungu alipowaingiza wana wa Israeli katika nchi ile, aliita mbingu na nchi kuwa mashahidi, na alipotaka kuwaondoa katika nchi, aliita mbingu na nchi kushuhudizia kuwaondoa katika nchi ile. Yote aliyokuwa akitenda hakuyatenda kwa kujificha, bali yalikuwa wazi kabisa, naye kwa haki awatoa katika nchi ile. Kwenye aya ya pili neno laendelea kutwambia hivi: mafundisho yangu yatadondoka kama mvua, maneno yangu yatatotona totona kama umande, kama manyunyu juu ya majani mabichi, kama matone ya mvua juu ya mimea. Hivi msikilizaji, ndivyo neno la Mungu lilivyo. Mtunga zaburi kwenye Zaburi ya 72 mstari wa 6 asema hivi: atashuka kama mvua juu ya majani yaliyokatwa, kama manyunyu yainyesheayo nchi. Rafiki, katika maisha haya mambo yanapokuwa magumu, fahamu kuwa Mungu atakushukia jinsi mvua ishukiavyo majani yaliyokatwa. Unapolisoma neno hili na kulitenda, ndivyo itakavyokuwa maishani mwako. Aya ya 3 nayo yasema hivi: maana nitalitangaza jina la Bwana, mpeni ukuu Mungu wetu. Katika hili tulisomalo hapa, ni wazi kwamba uchapishaji wa vitabu, majarida, magazeti na kadhalika hayalitangazi jina la Mungu wetu wala kunena ukuu wake. Mara nyingi utapata kwamba lolote ambalo huonekana kuwa ni kasoro kwa Mkristo, hilo ndilo litafanya vichwa vya magazeti na pia vichwa katika habari nyinginezo. Msikilizaji wangu, hivyo ndivyo ilivyo katika ulimwengu, maana wafahamu kuwa Mungu tunayemwabudu ndiye Mungu wa kweli. Kwa hivyo lolote afanyalo mtoto wa Mungu, hasa kiongozi, litachukuliwa na kuzingatiwa, si kwa sababu ya sifa kwa Mungu, bali kujaribu kudunisha imani yetu. Hivyo ndivyo ulimwengu ulivyo, maana wamchukia Mungu na wamchukia Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini hata hivyo, jina la Bwana litatangazwa na Mungu wetu ataendelea kupewa ukuu, maana yeye ndiye Mungu wa miungu na ndiye mfalme wa wafalme. Yeye ndiye aliyezifanya mbingu na nchi. Ukuu wake wamtegemea yeye mwenyewe, wala haututegemei sisi. Licha ya kunena hayo, ningelipenda ufahamu, mtoto wa Mungu, kwamba wawajibika kuwa balozi mwema wa Mungu kwa lolote utendalo, kwa kuwa wewe ni balozi wa Mungu aliye kweli. Kwenye aya ya 4 neno la Mungu lasema hivi: yeye mwamba kazi yake ni kamilifu, maana njia zake zote ni haki. Mungu wa uaminifu, asiye na uovu, yeye ndiye mwenye haki na adili. Naam, yeye ndiye mwamba ulio imara katika kila hali. Kazi yake, ndugu msikilizaji, ni kamilifu, hamna dosari. Iwapo wataka maisha yako yawe makamilifu bila dosari, basi mgeukie huyu mwamba ambaye jina lake ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Hebu tuendelee tuone lile lililoko kwenye aya ya 5 na 6. Neno lasema hivi:
Wametenda mambo ya uharibifu, hawawi watoto wake. Hii ndiyo ila yao. Wao ni kizazi chenye ukaidi kilichopotoka. Je, mnamlipa Bwana hivi, enyi watu wapumbavu na ujinga? Je, yeye siye baba yako aliyekununua? Amekufanya na kukuweka imara. Mungu, kama vile twafahamu, ni baba kwa Israeli kwa sababu ya uumbaji. Hakuna lolote linalotajwa kwa habari ya ukombozi. Kwa njia moja, Mungu ni baba ya kila mwanadamu, maana yeye ndiye muumba. Mungu alipomuumba Adamu, Adamu aliitwa mwana wa Mungu, lakini alitenda dhambi. Baada ya hapo, hakuna yeyote katika uzao wa Adamu aliyehesabiwa kuwa mwana wa Mungu isipokuwa kwa kumwamini Yesu Kristo, na kwa jinsi hiyo kufanyika wana kwa imani katika yeye. Hata hivyo, sikiliza neno la Mungu kwenye aya ya 7 hadi 14, jinsi alivyomwema Mungu wetu licha ya ukaidi wetu. Neno lasema hivi: kumbuka siku za kale, tafakari miaka ya vizazi vingi. Muulize baba yako, naye atakuonyesha, wazee wako nao watakwambia. Yeye aliye juu alipowapa mataifa urithi wao, alipowabagua wanadamu, aliweka mipaka ya watu kwa kadiri ya hesabu ya wana wa Israeli. Maana sehemu ya Bwana ni watu wake, Yakobo ni kura ya urithi wake. Alimkuta katika nchi ya ukame, na katika jangwa tupu litishalo. Alimzunguka, akamtunza, akamuhifadhi kama mboni ya jicho. Ndugu yangu, iwapo kuna jambo lisilo la kawaida, ni aya ya 8 inayosema kuwa Mungu aliweka mipaka ya watu kwa kadiri ya wana wa Israeli. Hili ni jambo linalokuhitaji usome kwa umakini sana. Huenda aya hii pia yaelezea kwa nini sehemu hiyo ina joto la kisiasa inayoguza kila mtu ulimwenguni. Aya ya 10 yasema hivi: alimkuta katika nchi ya ukame na katika jangwa tupu litishalo. Alimzunguka, akamtunza, akamuhifadhi kama mboni ya jicho. Kwa miaka 40, msikilizaji wangu, watu hawa walikaa jangwani, ila Mungu aliwaongoza na kuwatunza na kuwahifadhi. Kwa nini? Sababu ni kwamba walikuwa mboni ya jicho lake, yani aliwapenda kweli. Aya ya 11 na 12, neno laendelea kutwambia hivi: mfano wa tai ataharikishaye kioto chake na kupapatika juu ya makinda yake, alikunja mabawa yake akawatwaa, akawachukua juu ya mbawa zake. Bwana peke yake alimuongoza, wala hapakuwa na Mungu mgeni pamoja naye. Maandiko haya yatuelezea jinsi Mungu alivyowalinda na kuwaelekeza watu wake katika ile jangwa, akiwapa kila walichohitaji. Mfano huu wa tai waonyesha jinsi Mungu ataka tuishi kwa ajili yake kwa lolote tutendalo. Soma habari za tai na jinsi afundishavyo watoto wake, nawe utamwelewa Mungu kwa yote aliyowatendea wale wana wa Israeli. Mfano huu bila shaka waonyesha wema na pendo lake Mungu kwa taifa hilo na kwa wote wamchao. Kwenye aya ya 15 neno lasema hivi: lakini Yeshuruni alinenepa akapiga teke. Umenenepa, umekuwa mnene, umewanda. Ndipo akamwacha Mungu aliyemfanya, akamdharau mwamba wa wokovu wake. Rafiki msikilizaji, Yeshuruni ni jina lingine la Israeli. Israeli alipokula na kushiba na kunenepa, alianza kupiga teke. Hii ndiyo picha tuionayo miongoni mwa hao waliotajirika leo hii. Katika ufanisi wao hawakuona kuwa huyo mwamba aliyewaokoa yuna umuhimu tena, bali waligeuka na kujiona kana kwamba nguvu zao ndizo zimewafanya kufikia hapo walipo. Kwa sababu hiyo neno lasema hivi kwenye aya ya 16 hadi 18: wakamtia wivu kwa miungu migeni, wakamkasirisha kwa machukizo. Walitoa sadaka kwa pepo, si Mungu, kwa miungu wasioijua, kwa miungu mipya iliyotokea siku zilizo karibu, ambayo baba zenu hawakuiogopa. Umkumbuki mwamba aliyekuzaa, Mungu aliyekuzaa umemsahau. Rafiki yangu, yote haya tuyasomayo hapa ni mambo yaliyotendeka katika taifa hilo la Israeli, jinsi ufahamuvyo vyema, kama vile ilivyo kwenye neno hili la Mungu, yani Biblia. Lingine ambalo nahitaji ufahamu ni ya kuwa yote haya ambayo yameandikwa hapa ni mambo yaliyotendeka hata kabla ya wana wa Israeli kuingia katika nchi hiyo. Yalikuwa maneno ya kinabii ambayo yalitimia baadaye. Hilo la kujulisha kwamba neno hili lililoko kwenye Biblia ni kweli ya Mungu unayohitaji kuifuata na kuisikiliza na kutenda jinsi akuhitaji utende. Kuanzia aya ya 19 hadi 25, neno la Mungu lanena kuhusu hukumu ya Mungu juu ya watu wale kwa sababu ya ukaidi na uasi wao.
Hebu sikiliza. Bwana akaona, akawachukia kwa sababu ya kukasirishwa na wanawe na binti zake. Akasema, nitawaficha uso wangu, nitaona mwisho wao utakuwaje. Maana ni kizazi cha ukaidi mwingi, watoto wasio imani ndani yao. Wamenitia wivu kwa kisicho Mungu, wamenikasirisha kwa ubatili wao. Nami nitawatia wivu kwa wasio watu, nami nitawakasirisha kwa taifa lipumbaalo. Maana moto umewashwa kwa hasira yangu, unateketea hata chini ya kuzimu, unakula dunia pamoja na mazao yake, unaunguza misingi ya milima. Nitaweka madhara juu yao chungu chungu, nitawapiga kwa mishale yangu hata ikaishe. Watakonda kwa njaa, wataliwa na makaa ya moto na uharibifu mkali. Nitawapelekea meno ya wanyama wakali, pamoja na sumu ya wadudu watambao mavumbini. Nje upanga utawafifiliza, na ndani ya nyumba utisho utaangamiza mvulana na msichana, anyonyaye pamoja na mwenye mvi. Iwapo, rafiki msikilizaji, kuna jambo la kuogofya maishani, ni Mungu kuuficha uso wake kwako. Aya ya 26 hadi 42 yanena kuhusu moyo wa Mungu na jinsi anavyowatamani watu wake. Neno lasema hivi kwenye aya ya 26 na 27: nalisema, ningewatawanyia mbali, ningekomesha kumbukumbu lao kati ya wanadamu, isipokuwa naliogopa makamio ya adui zao, wasije wakafikiri uongo, wasije wakasema, mkono wetu umetukuka, wala Bwana hakuyafanya haya yote. Mungu asema kuwa angeliwatawanya Israeli mbali, ila kwa sababu ya makamio ya adui zake ndiposa hakufanya hivyo. Watu wale wangeliwaumiza watu wake, naye asema kuwa adui zao wasije wakafikiri uongo, wasije wakasema, mkono wetu umetukuka, wala Bwana hakufanya haya yote. Kwa kuelezea habari ya taifa hilo, asema hivi kwenye aya ya 28 hadi 31: maana hawa ni taifa wasio shauri, wala fahamu hamna ndani yao. Laiti wangekuwa na akili hata wafahamu haya, ili watafakari mwisho wao. Mmoja angefukuzaje watu 1,000? Wawili wangekimbizaje 10,000? Kama mwamba wao asingeliwauza, kama Bwana asingeliwatoa. Maana mwamba wao si kama mwamba wetu, hata adui zetu wenyewe ndivyo wahukumuvyo. Moyo wa Mungu, ndugu msikilizaji, uliwatamani watu wake sana, naye ataka kuwakomboa na kuwaokoa. Kwenye aya ya 44 na 45 neno la Bwana lasema hivi: Musa akaja akasema maneno hayo yote ya wimbo huu masikioni mwa watu, yeye na Yoshua mwana wa Nuni. Musa akamaliza kuambia Israeli wote maneno haya yote. Kisha kwenye aya ya 46 hadi 52 sura hii amalizia kwa maneno yafuatayo: akawaambia, yawekeni mioyoni mwenu maneno yote ambayo nashuhudia kwenu hivi leo, nayo waamuruni watoto wenu wayatunze na kuyafanya maneno yote ya torati hii, kwa maana si jambo lisilofaa kwenu, maana ni maisha yenu, na kwa jambo hili mtazifanya siku zenu kuwa nyingi juu ya nchi muivukiayo Yordani kuimiliki. Bwana akasema na Musa siku iyo hiyo, akamwambia, kwea katika mlima huu wa Abarimu mpaka kilima cha Nebo kilicho katika nchi ya Moabu kuelekea Yeriko, ukaangalie nchi ya Kanani ni wapayo wana wa Israeli kuimiliki. Ukafe katika kilima huko ukwe yako, ukusanywe uwe pamoja na jamaa zako, kama alivyokufa nduguyo Haruni katika mlima wa Hori, akakusanywa awe pamoja na watu wake. Kwa sababu mlinikosa ninyi juu yangu katikati ya wana wa Israeli, katika maji ya Meriba, huko Kadeshi, katika bara ya Sini, kwa kuwa hamkunitakasa katikati ya wana wa Israeli. Kwani utaiona hiyo nchi mbele yako, lakini hutakwenda huko kuingia hiyo nchi ni wapayo wana wa Israeli. Ndugu msikilizaji, kwa mara nyingine tuona kwamba ili watu hao waishi katika nchi ile, itategemea utii wao kwa amri zake Mwenyezi Mungu. Musa naye, mwakilishi wa sheria aliyezitoa zile amri, hakuweza kuingia katika nchi ile. Sheria na yote yaandamana nayo ni kizuizi. Sheria, ndugu msikilizaji, yatuonyesha tu jinsi tulivyo wenye dhambi, wala haiwezi kuondoa dhambi wala kuokoa. Sheria haikumruhusu Musa kuingia katika nchi ile, na vivyo haiwezi kukuletea baraka yoyote ile. Sura ya 33, ndugu msikilizaji, yahusu baraka za Musa kwa watu wale. Hiyo ilikuwa ni kabla ya kufa kwake. Neno lasema hivi kwenye aya ya 1 hadi aya ya 6: hii ndiyo baraka ya Musa, huyo mtu wa Mungu, aliyowabarikia wana wa Israeli kabla ya kufa kwake. Akasema, Bwana alitoka Sinai, akawaondokea kutoka Seiri,
aliangaza katika kilima cha Parani, akaja Meribath Kadeshi. Upande wa mkono wake wa kuume palikuwa na sheria ya motomoto kwao. Hakika awapenda hayo makabila ya watu, watakatifu wake wote wamo mkononi mwako. Nao waliketi miguuni pako, watapokea kila mmoja katika maneno yako. Musa alituagiza torati na urithi kwa mkutano wa Yakobo. Akawa mfalme katika Yeshuruni, walipokutanika wakuu wa watu, makabila yote ya Israeli pamoja. Rubeni na aishi asife, lakini watu wake na wawe wachache. Twaona hapa kwamba Musa alianza na Rubeni, aliyekuwa mzaliwa wa kwanza wa Yakobo. Ombi lake ni kwamba watu wale wasife miongoni mwa Israeli. Kwenye aya ya 7 hili ndilo twalipata: na baraka ya Yuda ni hii, akasema, isikize Bwana sauti ya Yuda, umlete ndani kwa watu wake. Alijitetea kwa mikono yake, nawe utakuwa msaada juu ya adui zake. Yuda ndilo kabila la kifalme, na kwa uzao wa Yuda Masihi alizaliwa. Nasoma sasa kwenye aya ya 8, 10 na 11, ambapo twapata habari za Lawi. Hebu sikiliza. Akamnena Lawi, Thumimu yako na Urimu yako vina mtakatifu wako uliyemjaribu huko Masa, akateta naye kwenye maji ya Meriba. Watamfundisha Yakobo hukumu zako, na Israeli torati yako. Wataweka uvumba mbele zako, na sadaka nzima za kuteketezwa madhabahuni mwako. Bwana, ubariki mali zake, utakabali kazi ya mikono yake. Uwapige viuno vyao waondokao juu yake, na wenye kumchukia wasiinuke tena. Kabila la Lawi, ndugu msikilizaji, liliheshimiwa kwa kupewa ukuhani katika familia ya Haruni. Walipewa fursa ya kulifundisha neno la Mungu kwa makabila hayo yote. Pia baraka zitatokana na kabila la Yusufu, nayo ndiyo Efraimu na Manase. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya 13 hadi aya ya 17. Na kwa habari ya makabila hayo mengine nitakuuliza usome kwenye sehemu ya maandiko, kusudi upate kuona baraka za Mungu juu ya watu hao Israeli. Namalizia sura hii ya 33 kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya 26 hadi 29. Neno lasema hivi: hapana aliyefanana na Mungu wa Yeshuruni, ajaye amepanda juu ya mbingu ili akusaidie, na juu ya mawingu katika utukufu wake. Mungu wa milele ndiye makazi yako, na mikono ya milele i chini yako. Na mbele yako amemsukumia mbali adui, akasema, angamiza. Na Israeli anakaa salama, chemichemi ya Yakobo peke yake, katika nchi ya ngano na divai, naam, mbingu zake za dondoza umande. Heri Israeli! Ni nani aliye kama wewe, taifa lililookolewa na Bwana? Ndiye ngao ya msaada wako na upanga wa utukufu wako. Na adui zako watajitiisha chini yako, nawe utapakanyaga mahali pao pa juu. Rafiki yangu, jambo kuu hapa ni kwamba iwapo Israeli wangelimtii Mungu, taifa hili hakika lingekuwa sawa na maneno tuliyoyasoma. Utii, kama vile twaona, una baraka kubwa sana maishani mwetu, hasa tunapolitii neno la Mungu. Kitabu hiki chamalizia kwa kifo cha Musa kwenye sura ya 34. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 1 hadi 6: Musa akapanda kutoka uwanda wa Moabu mpaka mlima wa Nebo, hata kilele cha Pisga kukabili Yeriko. Bwana akamwonyesha nchi yote ya Gileadi hata Dani na Naftali yote, na nchi ya Efraimu na Manase, na nchi yote ya Yuda mpaka bahari ya magharibi, na Negebu na uwanja wa bonde la Yeriko, mji wa mitende, hata mpaka Soari. Bwana akamwambia, hii ndiyo nchi niliyowapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo, nikisema, nitawapa wazao wako. Basi nimekuonyesha kwa macho yako, lakini hutavuka huko. Basi Musa mtumishi wa Bwana akafa huko katika nchi ya Moabu kwa neno la Bwana. Akamzika bondeni katika nchi ya Moabu kukabili Peori, lakini hapana mtu ajuaye kaburi lake hata leo. Swali kuu wanalojiuliza wengi ni hili: kwa nini kaburi la Musa halijulikani lilipo? Sababu ni kwamba Musa atafufuliwa na kuletwa katika nchi hiyo ya ahadi. Wakumbuka wakati huo Bwana alipokuwa kwenye ule mlima mtakatifu, naye akabadilika sura ya uso wake. Musa na nabii Eliya walimtokea na kunena naye habari za kufa kwake. Kwa njia hiyo Musa aliingia katika nchi ya ahadi. Kwa hili tuona kwamba sheria haingeliweza kumwingiza Musa katika nchi ile, lakini Bwana Yesu alimuingiza. Aya ya 7 hadi 12 yamalizia sura hii kwa maneno haya: Musa alikuwa mtu wa miaka 120 alipokufa. Jicho lake halikupofuka, wala nguvu za mwili wake
hazikupunguka. Wana wa Israeli wakamwombolezea Musa katika uwanda wa Moabu siku 30. Basi siku za maombolezo ya matanga ya Musa zikaisha, na Yoshua mwana wa Nuni alikuwa amejaa roho ya hekima, maana Musa alikuwa amemwekea mikono yake juu yake. Wana wa Israeli wakamsikiliza, wakafanya kama Bwana alivyomwamuru Musa. Wala hajainuka tena katika Israeli nabii kama Musa, ambaye Bwana alimjua uso kwa uso, katika ishara zote na maajabu yote ambayo Bwana alimtuma kuyatenda katika nchi ya Misri, kwa Farao na kwa watumishi wake wote, na kwa nchi yake yote, na katika ule mkono wa nguvu wote, tena katika ule utisho mkuu wote alioutenda Musa machoni pa Israeli wote. Ndugu msikilizaji, hapa twapata ushuhuda kumuhusu Musa. Yaonekana kuwa mauti yake yalikuwa ya upweke, lakini Mungu ndiye, kwa lugha nyingine, alimbusu na kumpa usingizi. Kwa huzuni, msikilizaji, twamalizia kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati, lakini tutaondoka tuandamane na wana wa Israeli hadi ile nchi ya ahadi kwenye kitabu cha Yoshua. Hebu natuombe. Mungu mfalme, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya siku hii njema ambayo umetupa, siku ambayo umetufunulia mengi yaliyomo kwenye neno lako, kusudi tukujue na tufahamu jinsi utendavyo kazi kwa kiwango unachotufunulia. Na libariki jina lako kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, jinsi amelisikiliza neno hili na kupokea hayo uliokusudia ayapokee, kwa sifa na utukufu wa jina lako. Mbariki katika yote, maana umependezwa kumbariki kutokana na maandiko haya. Hili naliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu, amen. Ndugu yangu, jambo kuu ambalo tumejifunza ni utii unaoleta baraka kwa kila anayetii neno la Mungu. Litii neno la Mungu nawe utabarikiwa milele. Na hadi tutakapokutana tena, Mungu ayabariki maisha yako. Mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Bila shaka ndugu mpendwa, naamini mapenzi ya Bwana yatatendeka kwako kulingana na yale neno limetuambia siku ya leo. Ni jukumu lako kutueleza jinsi kipindi hiki kinavyokusaidia. Ndiyo msikilizaji wangu, neno ni lazima liendelee. Kwa hivyo, hebu tuandikie utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndiyo hii: Transworld Radio Burundi, Rohero, barabara la Jierer namba 27, Bujumbura, Burundi. WhatsApp, SMS na kupiga simu ni kwenye namba 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook na Twitter TWR Burundi.